Akiwa kanisani katikati ya ibada ya misa takatifu, huyo mchizi simu yake ikaita, tena kwa sauti sana. Alisahau kuiweka silent. Mchungaji alichukizwa sana na hicho kitendo. Huyo mchizi alikuwa ameenda kanisani na mke wake. Mke wake aliumia sana kwa hilo tukio na alihisi kama amedhalilishwa. Waumini wenzake na huyo mchizi walichukizwa mno na hicho kitendo. Watu wote kanisani wakamtazama kwa jicho baya sana huyo jamaa. Jamaa alihisi kudhalilishwa, alihisi fedheha, alikuwa embarrassed kwa kweli. Akajisikia vibaya sana. Ibada ya misa ilipoisha, walipotoka nje, mke wake alimzodoa na kumsimanga na kumsema vibaya sana kwa kitendo cha huyo jamaa alichokifanya, kuruhusu simu yake kupiga kelele kanisani. Marafiki zake walikuja wakamsema vitu vibaya sana kwa hicho kitendo cha simu yake kuita hapo kanisani. Kiufupi, jamaa hakuwa na raha na alijisikia vibaya. Alijisikia kukosa thamani kutokana na vile ambavyo waumini, marafiki, mke wake na ndugu, jamaa na marafiki alioenda nao kanisani kumsema vibaya kwa kitendo cha simu yake kuita kanisani. Basi jamaa akajiapiza na kusema kwamba hatarudi tena kanisani hapo kusali. Akarudi nyumbani. Jioni ya siku hiyo, kutokana na msongo wa mawazo, kukosa furaha, jamaa akaamua kutafuta baa aende akapigie vombo, angalau kwenye 1 na 2 pengine itampunguzia mawazo ya kile kilichotokea asubuhi akiwa kanisani. Akapata baa. Alipofika baa, akaomba kinywaji, akahudumiwa kinywaji, akapewa chupa ya bia. Nadhani ni kutokana na msongo wa mawazo. Alivyopewa chupa ile, kabla hajaanza kunywa, bahati mbaya akaiangusha ile chupa. Ile chupa ikavunjika na kinywaji kikamwagika. Bahati mbaya zaidi, kinywaji kikawamwagikia wateja ambao walikuwa meza ya karibu ya jirani na pale alipokaa. Jamaa alijihisi ana mkosi sana siku hiyo. Akaogopa kwa kitendo kile, akafumba macho, akihisi kitakachofuata hapo ni matusi kama sio kipigo kutokana na kile kitendo kilichotokea. Jamaa akastaajabu kusikia sauti ikitoka kwa wale wateja ambao pombe ile iliyomwagikia. Unajua alisemaje? Mmoja akamwambia, "Pole sana. Vipi hiyo chupa haijakukata?" Jamaa akashtuka sana. Kwa nini huyu mtu aliyemwagia pombe ameuliza kwa ukarimu hivyo? Wakati anatafakari kumjibu huyo mtu aliyemuuliza, akashangaa bartender ambaye alikuwa amemhudumia akimpa tishu ajifute ile sehemu ambayo alikuwa amemwagikiwa na ile pombe iliyomwagika. Wakati anajiuliza tena ukarimu wa bartender, anashangaa yule jamaa ambaye anasafisha pale bar amekuja kumop pale chini kwenye sakafu ambapo pombe imemwagika. Jamaa alishangaa sana. Wakati anajiuliza afanye nini, akashangaa mhudumu, meneja wa ile bar anakuja, ambaye kumbe meneja aliona mchongo wote toka unatokea. Meneja akampa pole na akamwambia usijali, makosa hutokea, na akaja akamhug, yani akamkumbatia kwamba usijali, makosa hutokea, na kwa kilicho kutokea mimi nakutip na kuofa pombe nyingine 2 zaidi ya hiyo ambayo imemwagika. Jamaa alistaajabu sana kwa huo ukarimu ambao umetokea kwa bartender, meneja, mfagizi wa bar na hata wale wateja ambao walikuwa jirani yake. Umejifunza nini? Kuna kitu cha kujifunza hapo. Learn how to treat people, especially when they make mistakes. Na hilo ndo somo la leo. Tumsifu Yesu Kristo. Salamu alaykum my brothers and sisters. Oi.